Baito Masio inge. Asanteni sana. Tumekuja kama wanaazimio. Kwanza naleta salamu kutoka kwa Mama Martha Wangare Karua. Mnapokea? Tumekuja hapa kwa wanaazimio. Kwanza kwa sababu ya huzuni tuko nayo. Manake hapa nyinyi watu wa hapa wa Imali na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Na sasa wale askari wakafanya kitendo cha dhuluma. Kijana chipukizi miaka 21 anawawa kinyama na askari. Anapigwa kinyama na askari. Ndio sababu tumekuja kusema shame on you. Shame on you. Shetani. Huyo kijana alikuwa ameahidi mama yake, mimi nikienda kwa chuo kikuu nitasoma vizuri, nikimaliza nifanye kazi nije nikojengewe nyumba. Sasa amepigwa risasi, ameuawa na polisi. Na hata yeye akawa kwa maandamano. Hawa polisi wamefanya kitendo ya kinyama sana. Hiyo kila mahali ambayo wakienda wanapiga risasi na kuua watu. Juzi tumezika huko pande wa Siaya watu 5. Kule Vihiga watu 3. Kwa jumla wamepiga watu ambao wameua 72 ambao wameua na risasi ya polisi. Alafu mwingine anaitwa Bwana Koome. Anasema sisi tumeenda kutafuta maiti ya kuonyesha kwa picha. Sio ni mtu mjinga. Sio ni mjinga. Yale ambaye jamaa wamefanya ni unyama. Wanaua watu ambaye hawana hatia. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Na polisi sio upatie wewe ruhusa. Wewe unaomba polisi tu, mimi tutafanya maandamano hapa na hapa. Sawa sawa? Sasa wanatoka na wanachukua risasi, wanaua na watu wetu. Wakenya walisema gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga siku juu sana. Bei ya mafuta, bei ya sukari, si kila kitu kimepanda. Ndio sababu Wakenya wakasema hii bei irudishwe chini. Maana kwa Waswahili walisema